Habari mtazamaji wa Rukia TV, na imani upo mzima wa afya, na leo tupo maeneo ya Ilala Sharif Shamba. Leo naenda kumuuliza dada hapa, hivi ni changamoto gani wanazopitia vijana ambao hawajaajiriwa au hawajajiajiri? Dada habari. Salama. Unaitwa nani, kutokea wapi? Naitwa Margaret Roberts kutoka Sharif Shamba. Kuna swali napenda nikuulize. Hivi changamoto gani ambazo wanapitia vijana ambao hawajajiajiri au hawajaajiriwa? Mimi nadhani changamoto ambazo wanapitia vijana ambao hawajaajiriwa, ya kwanza ni afya za akili. Unakuta mtu labda ana mipango yake lakini inagoma kwa sababu hana kipato cha kumwezesha kufanya hiyo mipango yake. Lakini changamoto ya pili, mimi nadhani unakuta labda mkaka au mdada, especially sana pia kwa kaka, unakuta amefika umri wa kuoa lakini hawezi kuoa kwa sababu atashindwa kuafford yale majukumu ambayo yanahitajika katika familia, kulisha mke, kupeleka watoto shule na kadhalika. Lakini nadhani changamoto ya tatu inayowakumba hao vijana, nadhani kujiingiza katika makundi ambayo sio sahihi. Unaweza kwa kutaba kijana amekaa na hii hadha muda mrefu ya kukosa ajira, akajiingiza katika uuzaji wa madawa ya kulevya ili mradi tu apate hela za fasta afford. Unakuta labda muda mwingine anapelekeshwa na mwanamke wake, kwa nini huna pesa, mbona wenzako wanazidi kupiga hatua ya kimaendeleo katika maisha, hivyo kwa anaingia katika mikumbo kama hiyo na anafanya vitu vya ajabu kwa ajili tu ya kupata pesa. Sawa. Pia unadhani hivi nini kinachopelekea mpaka mtu anakosa ajira? Mimi nadhani pia ni kutokuwa na ile elimu ya ujasiriamali kwa sisi vijana, na ndio maana kwa sasa hivi ukiangalia mitaala yetu ya elimu imeanza kuwafundisha vijana kujiajiri ama kubase katika zile physical work, yani kazi za mikono. Unakuta labda kijana anasoma lakini anasomea kilimo pia, ili mradi akikosa ajira basi ile experience alionayo akaichukua akaipractice katika maisha ili iweze kumfungulia milango mingine ya ajira. Lakini nadhani pia na kitu kingine cha pili ni uvivu. Vijana wengi ni wavivu kufikiria. Wanaweza wakawa na simu ya milioni 5 lakini hawawezi kufanya mtaji wa kuuza kitu cha labda 100. Wanahisi kama kuuza hicho kitu ni kujishusha hadhi ama kujidhalilisha. Shukrani sana. Kama ulivyomsikia dada yetu hapa, amesema athari ambazo wanapitia watu ambao hawajaajiriwa au kujiajiri. Ni mimi hapa mtangazaji wako Rukia kutokea hapa Ilala. Tukutane kipindi chingine wakati na muda kama huu. Kwa elimu.